Okay. Nimesikia allegations ambayo ziko na temperature ambayo iko ambayo unyamaze sura. Bana ule nimesikia temperature na nimesikia allegations ambayo ziko. Kitu ya kwanza, nashukuru Mwenyezi Mungu kwa tupea kufika siku ya leo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa mali ametutoa. Tunashukuru Mwenyezi Mungu mali pia tunaenda. Na mambo ya kwanza ambayo nataka kusema ya kwamba kitu ya kwanza, mimi sina beef na mtu yoyote wa bunge. Wengine ndio wana force beef na mimi. Na hiyo beef ilikreatiwa na wana media fulani ambao wanatafuta kiki. Wanakuambia sema hivi juu ya Gaucho ndio trend. Ya aoni nini inaenda kutokea after hiyo kitu kufanya nini? Kutrend. Na mimi pia nafikiri mimi pia ni binadamu. Mtu akikanyaga siku ya kwanza kuombe msamaha, siku ya pili kuomba msamaha, siku ya tatu ndugu yangu. Hata kama ni ndugu yako ambao mko naye kwa boma moja, si unapiga boma yako alafu kila mtu anakuwa kivyake. So mimi hakuna mtu yote niko na beef na yeye. Na hakuna mtu yote nitatafuta kukua beef na yeye kwa sababu mimi nikikumbuka mali nimetoka from Migori to Nairobi. Nimekuja hapa kuangalia vile nitafurahisha kufurahisha landlord, nijifurahisha mimi, nifurahishe yule mwanamke naishi na yeye. Tena nikuje nianze kutafutana na mtu tunasumbuana kitu haina salary. Unajua hii Nairobi inafaa kama tunapigania kitu iko na pesa. Sasa mimi mpaka watu nje watu nafikiri ni kama iko kitu kubwa. Hii bunge watu wanakula yenye wengine waoni. Unaona? That's why juzi jana tukiongea na Nur nilitaka niweke hii kitu clear ya kwamba yeye ni ndugu yangu na ameniwekelea muda mrefu ya kwamba mimi namuonea wivu wala juu watu nikisema kitu napata mtu amekuandikia wachana na nini unapigana na nini. So jana nilikuwa naweka clear nikiongea na nikamrecord. Nikamuuliza iko mali popote nilikupigia simu ya kwamba nilitusi Waluya na nilitusi Eugene Wamalwa na Waluya ni wajinga. Akasema alisema hiyo kitu kwa sababu wako na nini? Na pressure. Unaona pressure ilipanda. Nilikuwa nataka kuweka hii kitu ya kwamba hakuna beef between Luya. Juu yeye alikuwa anaiweka ya kwamba Luyas na Wajaluo wanafanya nini? Wanapigana. Na mimi tangu nianze politics zangu 2013 nilivai na MCA, sitting MCA alikuwa Mluya. Nikianza 2012 nikisimama youth leader ya ODM Landimai Ward nilipibishana na Mluya. Ilikuwa ni vita ngumu sana. 2013 nikasimama na MCA Mluya. Nikasimama 2017 na Mluya. 2028 Mluya. Nikisimama bunge ya Jivanji nimecompete against Waluya karibu mara. Kwa siasa zangu zote nimekuanga nikicompete against Waluya. Waluya wa Nairobi si kama Waluya wa Ushago. Waluya wa Ushago ndio wanakonga divided. Waluya wa Nairobi hiyo kitu Okango wanasema hapa kama kidogo hivyo inakuanga ni kama moto ya miwa. Inaweza kuwa far affect Gaucho, affect kiongozi yoyote kutoka kwa jamii ya Wajaluo. Waseme Waluya wao wanafanywa nini? Wanapigwa. That's why nilikuwa nataka kuweka hii kitu ya kwamba mimi hakuna vita between mimi na Nuru. Nuru anasema vitu waziko. Mara nilimpigia simu nikatusi Wajokoya kwa simu yake. Ndio maana nilikuwa namuuliza. So inamaanisha mimi sina beef na mtu. Mambo yingine watu wamesema hapa, nilisema ya kwamba mimi sio mtu ya Asimio. Nataka niweke hii kitu clear. Nafikiri komedia zingine hapa walifanyia Raila Odinga interview. Masi ulikuwa, sijui nani pia alikuwa, Masi wewe ulikuwa, sijui na nani pia alikuwa hapa. Skylet walikuwa, iko media kadhaa walikuwa. Iko swali waliuliza Raila Odinga
ya kwamba what about bunge la wananchi? Ni party ya Asimio alisema bunge la wananchi is a, in fact nafahamu munitafutie hiyo clip munikatie. Alisema bunge la wananchi is a independent movement. Kitu imefanya waungane na bunge la wananchi kwa sababu cause ambayo imekuwa Kenya ambayo inaumiza wa Kenya. Unaona? Ndio maana wameungana na bunge la wananchi. Si maneno yangu peke yangu, hata yeye mwenyewe. Hiyo clip mkitaka, naomba nyinyi, nimekubali nikitoka hapa niwatafutie nyinyi kitu, munikatie hiyo clip, nitafutie ndugu yangu Omosh, nitafutie watu wengine ambao wako na WhatsApp waone kitu baba Raila Odinga alisema kuhusu bunge la wananchi. Na that's why wakati tulishikwa mimi nikaulizwa na hata Kanga aliulizwa, Makolonde aliulizwa, wale walizikwa na CIDs. Tukipelekwa CID headquarters tuliulizwa wakina nani wanafanya nini, wanawafund. Unaona? Kwa sababu kama wanatuuliza nani anatufund, kama sisi ni Asimio ama ni nini Asimio, inamaanisha watu wanatufund ni watu wa Asimio. Si ni kweli? So mimi nikasema ya kwamba sisi tunakuwa funded na well wishers ili kesi kwe rahisi. Unaona? So na bado kama hiyo itasema ya kwamba mimi naongea mbaya, ndugu yangu, nimesikia hapa ya kwamba nimeongea mbaya, nimejitenga na bunge. Mimi sijajitenga na bunge boss. Mimi kitu najaribu kusema na kitu najaribu kunini, please, hapa ndani vile tumesimama hapa, majority yenu hapa, ule mtu ako na miaka mingi sana, sidhani kama amefikisha 40. Unajua maisha tunakaa, tunakula mara moja, tunalala kibahati, tunalala late kwa sababu uko na stress. Inabaki sura yako na ID inasema vitu mbili tofauti. Ni ukweli si ukweli? Ni kweli si ukweli? Sura inasema wewe ni mzee, lakini ID inasema wewe ni kijana. Inamaanisha mkutano ya vijana unaweza fukuzwa bila kujua ya kwamba ni stress na kulipa nyumba kibahati. Si ni kweli? So mimi sikatai tukisema ya kwamba mimi Gaucho, that's why niliona badala watu wasikue tunasumbuana. That's why nilisema okay, hata juzi nilisema kama historia ya bunge itafanya nikuwe na vita na mtu ama na watu, Gaucho mimi naweza kubali hii election national, niwachie watu nini, mimi nikuwe na ghetto ile ghetto revolution ile nilianzisha, niende na hiyo njia ili ni champion interest ya vijana, ili vijana pia wakae kwa mesa na hawa watu. Juu wacha niwaambie ndugu yangu Omoshi, saa zingine tunaweza kuwa age moja, either anaweza kuwa mkubwa yako ama unaweza kuwa mkubwa yangu, but saa zingine hujakaa na hao watu. Mimi nimekaa na hao watu kidogo, najua vile wanafikiria. Hao mara mingi wanatakanga tu tuwa support, hawafikiria kwamba si pia tunafaa tukae kwa mesa tuongee jambo yetu. Kwa sababu sasa zile umesaji fix, inamaanisha wewe inafaa kama ni mtu akuongelelea, sasa zile umesema wewe ni mtu wa Asimio, inafaa Wajakoya kuongelelea, Martha Karua kuongelelea, wewe uko na hakika atakuongelelea kama Musa yuko kwa mesa. Watu sasa hivi vile tuko hapa, sasa wengine hawajakunywa hata kahawa. Si ni kweli? So mimi kama mtu atani mistake, mpaka mtu anakuja eti ya kwamba mimi naweza siliti Raila Odinga, boss. Watu wameninua politically ni family ya Odinga. Mimi hata hizi vitu zote ninanifanyikia, niko na hakika mbele ya Mwenyezi Mungu. Ule msichana wa Raila Odinga angekuwa ako sawa, ule Rosemary, sasa hii ningekuwa kwa county assembly ama ningekuwa senate ama ningekuwa parliament. Lakini ugonjwa kwa life ya binadamu iko vitu tatu huwezi chagua ili ifanyike kwa maisha yako. Kitu ya kwanza kwa maisha ya binadamu ambayo inakuja kwa maisha yako na utaki. Kitu ya kwanza ni umaskini. Iko mtu anatamani kukuwa maskini? Kitu ya pili ni ugonjwa. Iko mtu anatamani kukuwa mgonjwa? Kitu ya tatu ni kifo. Kitu ya nne ni ujinga. Iko mtu anatamani kukuwa mjinga? Lakini unajikuta uko wewe ni mjinga. Na saa zingine ujinga mwingine unaletwa na shida. Naweza kuwa na shida. Shida inaweza kuweka ukue muoga. Uwezi ambia mtu ako na pesa kitu kwa macho yako kwa sababu ya shida. Usienda kwa nyumba ya mtu, wewe unakaa mali kama mkuru.
ama unakaa Korokocha ama Dandora na uende kwa nyumba ya mtu anakaa huko Kelesho Makaren, unakanga kwa kiti aje? Ni kama unataka kutoka mbio. Unaona ni kama utachafua nini kiti. Si kwa upendo yako, ni shida imefanya kuwe muoga. Unasahau ya kwamba hata wewe pia unaweza make. So mimi mandugu zangu, mimi kama mtu siwezi saliti. Mtu siwezi enda against yeye. Mtu siwezi enda against familia yake. Ni Raila Amolo Odinga. Kwa sababu nikisaliti Raila Amolo Odinga, nitakuwa nimesaliti jamii ya Wajaluo. Na jamii ya Wajaluo ni wana Israel. Wamefight kuliko watu wa Israel walipigana around 40 something years peke yake. Wajaluo tribe wamepigana zaidi ya 50 years. Inamaanisha Biblia ingekuwa inaandikwa tena Wajaluo ingekuwa kwa New Testament na Old Testament. Bado sijamaliza. Order member. Uliza swali yako. Order members. Habari zenyu wanabunge. Nilikuwa ningemaliza. So mimi siwezi saliti Raila Amolo Odinga. Kitu ilifanyika na nataka kuweka hii kitu kubwa hapa. Iko vita ambayo ni kubwa, ambayo iko beyond rafiki yangu Mosi, iko beyond ndugu yangu Okango. Iko vita kubwa sana ambayo hata nikiwa explainia nyinyi hamtaelewa. Iko vita kubwa sana ambayo hata Babu Wina ana nini ile tu hawezi kuja hapa mheshimiwa afanye nini aseme. Iko vita kubwa na hii vita ilianzisha. Naomba tu aniambie vita ni vita gani anaendelea. So order kusema mwenye analibia jina ni mimi sio wewe. Order. Halo. So iko kitu moja. Iko kitu moja watu hawaja understand ya kwamba iko vita kubwa ambayo inachemuka na watu waioni. Vita wakati hii vita ilianzia ilianza na mimi wakati Uhuru Muigai Kenyatta alisema ya kwamba anataka kukula lunch na ule kijana anaitwa nani? Hapo ndio vita ilianza. Unaona? Hapo ndio vita ilianzia mimi. Unaona? Ya kwamba huyu kijana akienda kukula lunch na Uhuru, what next? Hii lunch itakuwa nini? Hapo ndio watu wakaanza kupaka ni mimi nikataanza kutafutiwa kosa. Nikakuja nika launch ile Ghetto. After kukataa ya kwamba nisione Uhuru Kenyatta aliniuliza wakati nilienda kumsalamia, nikitoka kuongea akanishika mkono akaniuliza, na hii sasa unapiga hii na hii umri yako, hiyo umri inakuja, hiyo nini inakuja mbele, unaweza kubali kukuja kukuwa youth leader wa Jubilee? Nikamwambia ongea na mzee akaniandikia barua nafanya nini nakuja. Uhuru akasema ongea na Kioni, ongea na Eugene ama deputy governor, former deputy governor wa Nyeri anaitwa Karogo, ili wakulete wapi kwangu. Lakini nikamwambia kwa hiyo yote president lazima ni consult na Raila Odinga, kwa sababu kama si Raila Odinga singepata platform ya kuongea. Hakuna siku shingo itapita nini kichwa. Hiyo ni kwa Wajaluo. Ni kweli si kweli? So lazima ni respect Raila Odinga. Raila Odinga sio mtu mbaya. Iko watu wali close hiyo kitu isifanye nini? Isifanyika. Nikienda Yata, angalieni vizuri, nikitoka kuongea, hiyo video iko, nikitoka kuongea nilienda nikaongea naye sana kwa masikio. Aliniuliza kama ushaenda, nikamwambia baba nilikuwa nataka instruction kutoka wapi wako. Nilishapeana instruction kitambo. Unaona? Nikamwambia then sijafanywa nini? Sijapelekwa. Simu ikatoka ya kwamba kama naenda niende na Nuru, ambao mimi sikukataa. Na hiyo niliambiwa na Eugene. Hata Eugene immediately after alisema bado hapo. Na akaniambia kwamba kama unaenda make sure umeenda na nani? Lakini hata kabla kusema Okango nilikuwa nimeitisha president ya kwamba kama naenda
sitaki nikuje peke yangu, nikuje hata na watu wa bunge 30. Na Uhuru akasema hiyo siku nataka niwapee time nikule na nyinyi tukipiga story. Hiyo kitu ilifanywa nini? Nikakubali. Imekanyagwa imeenda. Sasa mimi kutoka zamani nilikuwa natamani kulaunch ile nini yangu ya red, ili watu wakuwe nayo wengi, lakini juu siku kuwa na uwezo, sina pesa, nini kalaunchiwa mbele yangu ile nini MDD akikilonchiwa. Baba alikuwa Kongo, akanipigia simu akaniambia iko nini inalonchiwa, utapigiwa simu. Hakuniambia nini inalonchiwa. Nilipigiwa simu after ile siku inalonchiwa. Korokocho MCA akashikwa roundabout Matachi alishikiwa roundabout. Na hao watu wako hapa Bahati wanalaunch hiyo kitu, na mimi nikapigiwa simu na mtu mmoja kuniuzia uoga ya kwamba Gaucho sikanyage town, unatafutwa na CID. Kumbe hii kitu inalonchiwa itakana nifanye nini? Nikanyage. So mimi juzi nikilaunch kitu, siku launch ya kwamba napigana na mtu. Iko mama anatoka US. Anatoka mali inaitwa Minnesota. Na mwingine anatoka Australia. Na mwingine anatoka Germany. Ule mama wa Minnesota aliniprintia kofia 75. Wale walikuwa kwa hiyo function, watu wote hawakupata nini? Kofia. Watu wakasema ya kwamba government imenisponsor hiyo kitu. Boss, government nilikuwa natamani launch hiyo kitu na watu 500. Government wanashindwa ku launch kitu ya watu 1000 na wapea kila mtu 200, wangeshindwa? Unaona? Nikakuwa na pesa kidogo, watu wa Jakaranda nikapea ile 200, sijui 300, wengine 400, wengine kutoka huko Dagoretti, wengine kutoka nini, nikawapea ile kidogo juu wamekuja. In fact nilikuwa na constituencies kama ilikuwa ni kama 6, 7 hivi. Dagoretti ndio nani kijana dadi. Na wale ni launch na hiyo kitu, wengi wao ni ma youth leaders wa ODM. Wakina Makelele, wakina Makelele, wakina Matube kutoka Rwaraka ni watu wa ODM. Ndugu yangu, sasa hivi vile tunaongea youth league ya ODM, mnasikia? Mnasikia youth league ya ODM? Sasa ndugu yangu, bunge ikikuwa strong inasaidia nani? Raila Muludi. Ghetto revolution ikikuwa strong, ule kijana ambayo ani support Ruto, but hawezi kuja kusupport Odinga direct. Nataka mali ya kujificha, either jifiche kwa bunge ama jifiche kwa Ghetto. Unaona? Unajua ukikuja direct mwingine anasema mimi hapana, lakini hii issue ambayo ina affect wa Kenya, ina affect kila mtu. Hapa bunge iko mtu wa Wiper. Ni ukweli ama si ukweli? Hii hapa bunge iko supporter wa Jokoya wa Bangi. Hapa ndani iko mtu wa Kenya Kwanza, lakini wote wanalala nini? Njaa. Ile aende maandamano ukitumia ile jina ya bunge. Ni ukweli ama ni uongo? So mimi sasa mimi mandugu zangu wanabunge oye, wanabunge oye, mimi nawaambia na heshima, na nasema na heshima ya kwamba mimi Gaucho nilisema ya kwamba, na kama hiyo kitu ilikwasa watu wengine, iko kitu moja ndugu yangu Babu Wina aliniambia ya kwamba kwa siasa kitu moja usijaribu kufanya kwa maisha yako ni kuomba nini? Msamaha. Ukijua ya kwamba kitu umesema uko right, usijaribu kuomba nini? Msamaha. Ni kama bibi yako apate na mwanamke mwingine alafu unasema baby please I'm sorry. Nini unajifanya umekasirika kuliko yeye? Unaona? So my friend, mimi nilisema mimi siko kwa bunge ama mimi siko ndani ya Asimio. Mimi ni life member ya ODM. Nimesema na ODM zaidi ya mara 3. Lakini wakati baba Raila Odinga after hiyo election ya 2022, hakuna watu waliumia kama supporters wa Raila Odinga, na zaidi Wajaluo waliumia sana kwa hiyo election ambayo imeisha. Kila mtu alijua Raila Odinga amefanya nini? Ameisha. Ni ukweli ama ni uongo? Kweli. Mimi ndio the first person kufanya maandamano, sio kama ODM, kama nini? Bunge. Nikafanya ya kwanza, nikafanya ya pili, ya 3, tukafanya ya Charara 4. Ya Charara 4 baba akanipigia simu tupatane na kina TJ, akajua walikataa kutoka hoteli ambayo inaitwa CJ's. Walifika hivi, tuko na kijana mwingine anaitwa Toi, alisimama Kibra, anatoka huko Karachuonyo lakini anasimama Kibra.
Tumekuja na vijana 2000 wako pale Jivanji. Tulifaa tufanye maandamano saa 2. Wabunge wote wamekuja kinatija, wamekataa kutoka hoteli, wanasema unajua Ruto si mchezo. Ruto anaweza uwa mtu. Tukatoka mimi na Toi mpaka pale wapi? Tukienda kunini pale nini ya IBC. Anniversary. Kuenda tukirudi ndio wanatoka hoteli wapige press conference peke yao. Kama sisi tusapigwa tear gas. Baba akaniita tukakutana pale Kelelesho hoteli nyingine huko na Kinoparanya. Ndugu yangu. Unaona? Tukakutana huko. Kurudi nikafanya bado maandamano. Tukiimba hii ni ofisi ya Ruto. Hii ni ya Gachagua, nafikiri wewe mrembo ulikuwa. Hii ni ofisi ya Gachagua. Hii ni ya Ruto. Nikisema Ruto must go. Ruto must go. Boss, ndugu yangu, wakati Raila Odinga akikuja Jivanji, sikumtoa kama mwana ODM, nilimtoa kama mwana. Mkikumbuka Raila Odinga akiapia first appearance ya Raila Odinga after election ilikuwa wapi? Jivanji, si ndio? Mpaka watu wakamtusi ya kwamba Raila Odinga, Gaucho anazunguka na Raila Odinga amekaa kwa kiti imefanya nini? Imeraruka. Tukatoka tukakula kwa hoteli yetu Ajode. Na nikamwambia baba tutembee, tuende pale Railways. Uende ununue unga. Kufika na hivyo si Railways. OCS na Speedy wakaniambia, "Tafadhali usikubali baba aingie kwa hii supermarket. Watu wako na njaa." Akiingia hapa ndani kila mtu anafanya nini? Shopping. Unaona? Kila mtu anachukua vitu, nikaongea na baba akanunua machungwa hapo nini kama ya ngiri 50 ngiri 100. Unaona? Hiyo wakati alikuwa anakuja kama mtu wabu, kama bunge. Haikuwa ni kama huyu Gaucho ni ODM, alikuja kama bunge. So my friend, madharau inaweza kuwa, unaweza wekewa lawama, unaweza tusiwa, lakini saa zingine unapea mtu credit mali nafaa ikuwe na nini? Na credit. So mimi hakuna mtu yote napigana na eti Gaucho anasema eti ni co-principal ya sijui nini. Mimi siko hapo. Mimi hizi vitu zote nafanya kwa sababu ya Raila Amolo Odinga. Na mimi nasema jana iko media fulani walisema ya kwamba wacha Gaucho anajifanya ni brand. Wacha tuchukue, sisi sitaji hiyo media. Wakasema Gaucho ni brand, wacha tuchukue picha ya Omanga. Ya Omanga ya 2021. Hiyo picha ya Omanga 2021 after winning election ya bunge. Omanga akanipigia simu. Na hakupigia mimi, alipigia dem alikuwa women rep anaitwa Anita. Huyu Anita alisimama women rep Nairobi. Akatuita pale KCC ya kwamba waie tent na viti. Kuenda kumba alikuwa na intention ya kupiga nini? Picha. Hiyo picha mama alinisomea mbaya sana mama Ida. Nilitoka hapo sikulala. Alinisomea daily. Hiyo wakati tayari different imeweza kukua ya takatanga na nini? Na watu wa nini? Watu wa uhuru kileweke. So hiyo kitu ilikuwa picha ya 2021. Ule amekaa kanda ambao wanaita eti wanasema ni Kanuali. Ule ni Kiberenga ambaye alikuwa deputy wangu. Ni Kiberenga. Tulikuwa watu 20 kwa hiyo ofisi ya Omanga wakati alikuwa senator. Jana wakachukua ingine ya Musalia Mudavadi. Kama niko kwa matanga ya mama yake. Wakaanza kusema my friend, mimi napigwa na simi peke yangu. Hata babu wino mumuombe Mungu. Iko vitu kubwa ambayo sisi explain na sisi fai ku explain kwa sababu hiyo ni vita ambayo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utafanya nini? Utamaliza. Lakini mimi kama naomba nyinyi kama vijana wenzangu, tusipigane sisi wenyewe. Tuko na shida. Tunapigana na watu tayari washa make. Hao watu wako na V8. Sisi tuko nini? Mtu anasema Gaucho amelipwa 30 million, bibi yako na kazi, hako na nyumba. Nilisema ya kwamba mtu akijua mali hiyo nyumba iko, ende uuse unipe tao. Ukijua mali hiyo nyumba hiyo gari V8 iko, ende uuse unipe tao. Ukijua hiyo 30 million, mimi nakaa mtu niko na 30 million ama 5 million bila nakaa. So hizo ni propaganda na naomba ya kwamba utakuja kujua kweli. Asanteni wanabunge na Mwenyezi Mungu awabariki.